Ni ukweli kwamba huwezi kujua ulichonacho mpaka ukipoteze. Lakini pia ni ukweli huwezi kukijua kitu unachokikosa mpaka kinapokuja. Kumpa mapenzi mtu ya maneno haimaanishi kwamba atakupenda. Na usitegemee mapenzi, wewe subiri mpaka penzi litakapokuwa tayari kulikuza ndani ya moyo wako. Ugumu ni kuona kitu ambacho unatamani kukisikia kutoka kwa mtu lakini huwezi kukisikia. Mbona jana hujarudi tena mpenzi wangu? Mama yako yupo kwa ajili ya kuulinda usichana wako. Najua hilo, lakini wewe ni mwanaume ambaye unaweza kukaa kwenye maya ya mwanamke yeyote yule. Asante Umaira wangu. Lakini kazi ya moyo ni kusukuma damu na wala sio mapenzi. Na mapenzi yana wenyewe. Na mwanamke mwenye sifa ya uzuri kama wako hupambwa na tabia njema. Na wazazi ni baraka pekee katika maisha yako. Unaweza ukanieleza unatokea wapi? Natokea madrasa mama. Muda huu mwanangu. Madrasa. Mimi nilifika mpaka madrasa. Sija kuona. Nikaambiwa mmetolewa saa 12 jioni. Na saa hizi ni saa 2. Mwanangu, umuogopi Mungu wako? Na kwa nini kinywani kwako unapenda kujaza uongo? Ni kweli mama. Nilipotoka nilipita kwa kina Batuli. Ndio narudi nyumbani. Mwanangu, chunga kitasa chako. Fungua itupe mbali. Fisi hawana adabu. Linda usichana wako mwanangu. Mola wako atakuridhia. Mbona mimi nilifika kwa kina Batuli na sija kukuta? Na bahati yako babako kaenda msikitini. Angekunyoosha leo. Pumbavu kubwa. Nikiwa Mido Snoop hapa niko na mwana yangu Malafu. Iwashe moto wake we chibiwa. Skater sound. Mama kumbe mapenzi shida. Bro. Mbona nikata steam babu? Usiniletee masentenende plede baba. Mbona kwa nguruchu wewe? Acha kuyumba Kopia. Unafeli. Unaelewa? Wewe mwenyewe unajua. Washikaji washatoboa. Nimebaki mimi na wewe. Kinachotakiwa sisi tupambane ili kujikimu na huu ukata mzee baba. Nisikize nikwambie kitu bro. Ujue hakuna kitu kipya kwenye maisha. Ilimani sisi tumepewa miguu na mikono miwili. Basi ujue hakuna kitakachoshindikana chini ya jua. Amini hivyo bro. Sijakuelewa. Inamaanisha hii miguu yetu miwili na hii mikono yetu miwili ndio itakayoleta mazaga ya Kiomboi? Nakubali mkulu. Lakini hilo lisiwe jambo la kukufanya wewe likukaumiza kichwa chako mpaka ukashindwa kungamua vitu vingine. Ilimradi sisi tumepewa nguvu, basi tuna uwezo wa kupambana. Kwa sababu au wengine wanaofanya wana nini? Au wamempa nini Mungu mpaka mimi na wewe tushindwe? Kopia. Acha kujisaulisha. Kopia, acha kujisaulisha. Wazee wetu walikuwa na miguu miwili, walikuwa na mikono miwili kama tulivyo sisi, lakini maisha ndio haya ambayo tunayoishi. Kopia. Sisi kwetu furaha imeingia kwenye kaburi. Furaha imezikwa kwenye kaburi.
Hatujui lini itapigwa parapanda ili ifufuke. Rupia, unajua maisha ni hapa hapa duniani. Najua unatamani sana tuishi maisha kama akishua, lakini hilo sisi hatuliwezi. Kumbuka wazee wetu walitutengenezea hiyo mifereji. Sikiza nikwambie bro, wewe ukiwa kama baba mpya, kinachotakiwa upambane kadri ya uwezo wako. Pambana ili familia yako isije kuishi maisha yetu tunayoishi mimi na wewe sasa hivi. Kwa sababu hatujui hapa tulipo sasa hivi tunakula nini. Hatujui. Wala hatujui hapa tutalala saa ngapi. Yaani sisi tunaishi tu kwa mapendekezo ya Mungu. Kitu kingine labda, hebu mfanye Sala asije kujutia kuwa na wewe. Hapo ndo unapofeli Kopia. Hata wewe mfanye Ana asije kujikuta. Saizi dada. Salama. Sijui tunaweza tukampata bosi hapa. Kwanza nyaki na nani? Na mjitambulishe majina na mnataka nini? Aha. Mimi naitwa Rupia Chunguke na mwenzangu anaitwa Kopia. Bila kusahau mtoto marehemu. Semeni shida yenu. Dada, si shida yetu kazi. Kama unaweza ukatupa kazi ya kubeba hii mizigo hapa hivi, sisi hizo kazi zote tunaweza tukafanya. Kiwango cha elimu yenu? Kiukweli sisi tumesha darasa la 7. Kwani dada, kufanya kazi hapa ya kubeba mizigo inahitaji elimu? Darasa la 7 mnakuja kuomba kazi. Kwa elimu mlikuwa nayo, hata muonekano wenu, hamstahili kufanya kazi hapa. Mngeenda kuokota siso, ndo kazi inayowafaa. Kwa siwezi kuwapa kazi. Ngoja nikwambie kitu demu. Uone tazarau. Sisi tumekuja hapa kuomba kazi kiustaarabu unajua. Afu unatuletea maneno yako. Afu watu kama nyinyi ndio tunawazinguaga. Oya, subiri. Kopia tulia. Subiri. Kopia tulia. Watu kama tunawazingua. Achana naye, achana naye. Sikiza nikwambie, wewe utayakanyaga nakwambia. Na ndo nakwambiaje ukiyakanyaga mimi sikuachi. Macho kama mdudu. Nani mwenzangu? Mimi hapa Ana. Ana? Ndo nani? Mimi hapa schoolmate wako. Tulisoma shule ya msingi Mavulunza. Unanikumbuka mu? Mimi nilikuwa monitress, wewe ulikuwa monitor. Nini kimekupata? Mbona upo hivyo? Ana.
Ndio Ana. Nimefurahi sana kusikia sauti yako mara nyingine. Vipi kuhusiana na yule rafiki yako yule anapenda sana kula? Vipi yule? Tulia. Unafanya nini? Wewe ni mtu gani usiokuwa na huruma Kopya? Unampiga mtembea aoni. Una huruma kuuliza, una huruma Kopya? Siwezi kuwa na mtu kama wewe. Siwezi Kopya. Blaza. Naomba unisamehe, wivu wangu umeniponza. Nimekusamehe. Kweli kabisa, nimekusamehe. Umelizika Kopya? Umelizika! Ana. Hilo ndo tatizo la kuhukumu jambo usilolijua. Sawa, siku nyingine utajifunza. Tuondoke. Salha. Kwa sasa unatakiwa wasikilize wazazi wako kile wanachokwambia. Tambua mapenzi yapo na yataendelea kuwepo. Batuli, nawapenda sana wazazi wangu, lakini umefika muda wa kuendesha hisia zangu. Nampenda sana Rupia kuliko unavyofikiria. Ila mapenzi yana sheria na taratibu zake. Kama anakupenda, mwambie ufuate taratibu na sheria ili atambulike. Batuli rafiki yangu, utaratibu utafuata, lakini sio kwa haraka kama hivyo unavyofikiria. Rupia maisha bado hayajakaa sawa. Namwambia kila siku itwayo leo. Kweli shoga yangu, nimebakiza muda mfupi wa kuonana na Rupia. Hii ndio iko mzee huko. Oya, usifikiri lilopita babu litaribu fikra zako. Unajua nini bro? Unajua jinsi gani ninavyomkubali sana Ana. Na nahisi ndio upendo pekee uliobaki duniani kwa mwanamke baada ya kumpoteza bi mkubwa. Kopya mimi nalijua hilo. Lakini maji yakishamwagika azoleki. Kinachotakiwa kwamba ni kumpanga, yani ujue kwamba ni kiasi gani kwamba mimi nampanga huyu Gaisha anarudi katika imaya yangu. Lakini sasa wewe ukiwa na stress kama hivyo yani nini haiji mzee. Unafikiri atanielewa kweli yule demu? Kwa sababu bado naona kama analetea mazungumzo na dakika hii sielewi. Babu, hilo jambo dogo sana kama yule demu kakuelewa. Wale wanawake tu. Amini kwamba yule apindui. Nafikiria siku ambayo utakuja kuniacha Kopya. Sijui itakuwaje. Ana. Mbona mimi sifikiri hivyo? Unajua baada ya kumpoteza Bimdashi upendo wangu wote umeelekea kwako wewe. Kwa sababu wewe ndio kama Bimdashi ambaye upo duniani kwa sasa. Kwa hiyo sipotaji nikupoteze. Ila nafikiria na mimi siku ambayo nitakayokukera. Sijui kama utanisamehe. Usijali Kopya. Nitakusamehe kama Mungu anavyotusamehe tukimkosea. Afu unajua nini Kopya? Usiwe na stress za ajabu hivyo mzee. Yaani kuna vitu fulani sio kama hivyo. Unajua kama wale ni wadudu. Wale wadudu yani unashika kama ng'ombe unavuta unaburuza hivi. Sasa kama unakuwa na stress za ajabu namna hiyo. Kuja kufa bure umpe shida kaka yako.
Mimi nakubali Tozo. No love no stress babu. Nakubali. Mapenzi yashakuwa live sasa hivi. Usijisumbue kuficha hiyo sigara. Njoo pembeni. Kumbe mapenzi shida, masela, kumbe mapenzi shida. Kumbe mapenzi shida. Mbona uko hapa muda huu? Nataka nisije endelee kuvuta bangi zako. Si ndio? Hivi Rupia, utachalini tabia za kukaa vijiweni na kuvuta hizo bangi? He? Uoni kama unanizalilisha? Badilika basi. Ili uweze kuwa baba bora wa baadaye. Badilika. Sawa. Nitabadilika, ila sio kilesi kama hivyo unavyofikiria. Bangi ni moja ya maisha yangu. Kwa sababu na vigumu nilivyovipitia. Sikuwahi kupata malezi ya baba wala mama kama wewe. Natamani na mimi siku moja nikipata malezi ya baba au mama. Ila dago langu lilikuwa ni wahuni, ndio waliokuwa walezi wangu. Mimi nakupenda. Nitabadilika doze. Sawa, nimejilipua kuwa na wewe. Lakini sifike muda nikajuta. Sitaki nje njute baadaye. Utojuta kwa sababu yangu. Nenda nyumbani. Sasa hivi muda umeenda. Tumeelewana. Tutaongea baadaye. Shemdari. Waambie. Mimi nenda zangu. Tunaona kesho Mungu akijalia Poa, karibu. Wewe mwenye kiti Maya. Sawa. Sasa kwa mtu kama wewe. Siwezi kopia. Unampigia mtembea aoni. Una huruma kuuliza, una huruma kapya. Siwezi kuwa mtu, siwezi kopia. Nyinyi ndio watu wangu pekee. Nawapenda sana. Sitarajia hata mmoja kati yenu aende kinyume katika maadili yangu. Asimuji sheria zangu wala sheria za Mungu. Sitarajii kabisa. Mimi nimekuelewa baba. Nimekuelewa vizuri sana mzee wangu. Lakini sijajua kwa nini umeamua kutuwaidhi maneno haya leo. Najua ninachokisema na maanisha. Kama wewe Sara. Nilipata taarifa zako kwamba wewe ni madrasa wewe. Siku nyingi sana. Unakwenda wapi? Hapana baba, wewe si ndi sehemu yoyote. Yaani mimi nakuongopea.
Au unapokwenda mamako unajua? Hapana Basala. Mimi sifahamu chochote. Ila juzi alichelewa kurudi. Nikamuuliza, Sala unatokea wapi? Akaniambia anatokea kwa rafiki yangu Batuli. Ni hilo tu mume wangu. Hamna kingine ninachokifahamu. Baba, Sala ambadilika sana. Tena sana. Mimi leo kwa jicho langu nimeona Sala akiwa anatoka katika kuba la mafuta banki. Akiwa na mhuni. Kweli mtoto wa Kiislamu anaweza akaenda sehemu kama zile? Eneo kama lile? Hii ni aibu. Wewe Sara, mbadilike kiasi hicho mwanangu. Uwasikilize wazazi wako, umsikie baba yako, umsikie mama yako, umsikie Mwenyezi Mungu. Wewe mtoto wa namna gani? Mtoto wa namna gani wewe? Usisikie wazazi wako, usisikie chochote unachoambiwa. Yaani umeshakuwa hivi, unakuwa kuvuta bangi. Kaka yako anakusingizia. Kaka yako anakusingizia. Mpumbavu wewe. Unajua? Wewe unaita dharau kwa familia yako. Unatia aibu. Mtoto wa Kiislamu unakuwa hivi kweli? Mpumbavu wewe. Au utakupiga kila siku? Wewe. Mbaya sana. Lakini unashangaza. Wewe una adabu kidogo. Unashindwa. Mzee. Sikuwahi kujua kama mapenzi yangeniletea mazingzongo kama haya. Mpaka yakanikosesha amani. Ana, tafadhali usiniache. Nakupenda wewe kuliko bange. Tafadhali. Kopya. Shujaa ananipa moyo kila pale ninaposalenda. Leo hii amekuwa dhaifu na kuninyima nguvu ya mapambano ya maisha. Unajua nini bro? Mimi nampenda sana Ana. Wewe unalijua hilo. Hivi ingekutokea ndo wewe alafu kwa mtu unayempenda, wewe ungeweza kulivumilia kweli? Inategemea na jambo lenyewe. Kama inawezekana kuvumiliwa linavumilika. Ila mimi nitamfuata Ana. Nitaongea naye. Amini atanielewa. Nakushukuru sana bro. Yaani nitakushukuru kishenzi. Kwa sababu wewe dem namkubali sana. Naomba unisaidie. Haina noma. Tuachane na hayo. Leo tunaanzia wapi? Kinachotakiwa tupambane bro. Na tukifanya masiala, haya maisha tatubaka. Amini ninachokwambia, haya maisha tatubaka. Alafu tutafeli. Sasa tufanyeje? Rupia, sisi hatuna elimu yoyote ile. Yaani sisi elimu hatuna. Kwa nini tusiibe? Hebu mimi nisikilize. Sisi kinachotakiwa tu tunaiba. Na vile vile tunavyoiba tunapata chochote kitu. Sijui unaelewa. Tukipata chochote kitu tunajichanga changa. Sijui unanipata. Kopya. Swala hilo litakuwa gumu. Kwa nini tuliziki maisha yetu? Na liyakuwa nguvu tunazo yani za kupambana. Kwa nini tuyaliziki maisha? Rupia, unachekesha sawa unajua. Sawa sisi nguvu tunazo. Lakini maisha yetu ndio haya kila siku. Afadhali ya jana yani. Nguvu zimetusaidia nini sisi hapo?
hakuna lolote litakalotokea hapo. Sisi tupambane na tukazane. Hebu labda mimi nikuulize swali. Wewe unataka kuishi na Salha kweli? Nijibu. Unataka kuishi na Salha? Ndio. Sasa kama ndio, kinachotakiwa tupambane babu. Wanatokea wewe ni visu vikali, alafu watakula nyama. Na wewe unajua kabisa sasa hivi dunia yenyewe ina manyakunyaku unajua. Watamchukua alafu na wewe uanze kujililia na wewe hapo. Da, kweli. Kwa hiyo tunaanzia wapi sasa? Sasa hilo ndo la kuongea. Wewe niachie mimi. La msingi wewe fuata mashewa aje kusoma hitima hapa. Mambo mengine yote namaliza. Ndio nakwambia wewe niachie mimi namaliza. Haya bwana, mzee wa mipango. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون. Salha ndugu wangu. Dhumuni kubwa la kuita hapa, kuna vitu vichache nataka niongee na wewe, nikuulize, sawa? Mimi najua mimi na tujie kufichana chochote. Furaha yako, huzuni wako, kila kitu waga unanifikishia. Na mimi ndio nimekuwa mshauri wako mkubwa sana. Au unaongea bongo? Hapana, ni kweli kaka. Sasa hapa nyumbani kuna mambo yanaendelea. Mahoka kaka yetu analalamika, wazazi wetu wanalalamika kwamba sasa hivi umekuwa mzinifu. Unatembea na vijana wahuni. Unaonekana mpaka kwenye vigenge vya vuta bange. Hali ya kuwa wewe ni mtoto wa maadili. Umelelewa katika misingi mizuri. Sasa labda mimi nikwambie kitu kimoja. Unajua kupenda hakuna mtu ambaye amekatazwa. Mpaka sisi tumefikia hapa ni mapenzi ya wazazi wetu. Kupendana kwa wazazi wetu ndio mpaka sasa hivi tuko hapa. Umeelewa? Sasa hatukatazi wewe kupenda, lakini je, haya mapenzi yako katika misingi gani? Misingi ambayo imefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni misingi ya ndoa sahihi. Salha akachukuliwa mdogo wangu, kaolewa, akafungishwa ndoa na mashekhe, akaenda nyumbani kwake. Lakini sasa wewe inakuwaje sasa ni unakuwa unakiuka sheria za Allah mpaka unaenda kuwa mzinifu na hali ya kuwa umesoma dini, kila kitu unakijua. Usikubali kumridhisha mtu. Yule anapita tu, yani yule anaondoka atakuacha. Lakini huwezi kupata wazazi wengine. Huwezi kupata familia nyingine. Lakini mwanaume utapata tu. Watakapokuridhia wazazi wako, utapata kilichokuwa bora chochote kile hapa duniani. Sasa hebu wewe angalia wapi utakaposimamia. Ni vizuri ukolewa katika ndoa ya halali, lakini sio kila mtu hapa sasa hivi anazungumza mzee huku, mtu wake wa muuni yuko na uvuta bange. Sio vizuri. Unaelewa sala? Hebu kaa chini. Fikiria. Uamue mawili. Familia yako wewe au yule kijana. Sawa kaka, nashukuru kwa kunijali. Na kwa hili nitazingatia hilo.
mepesi, maisha ni vita, maisha kupambana, maisha kutafuta, maisha kila kona lazima mchaka mchaka, maisha yanatesa usipokuwa na pesa, wahuni tunakesha usiku kucha, maisha yana stress. Tunakimbizana na maisha tunakimbizana na maisha Wewe ndio tuna kazi, si ndio? Sasa ndio tupo kazini hapa. Sasa kama una kitu wewe. Lete mkoba. Toa. Afusikia. Ole wako upige kelele. Ole wako. Hiki kidogo ninakichukua mimi. Hapo sasa utamana. Mbona nishikilie mzee? Sister du mwanangu ndo ana. Simu mbona umechukua mbili? Nimechukua moja tu mwanangu. Simu moja kweli? Rupia. Mimi naamini kwamba hiki ndo chenyewe sasa. Unaona hivi? Oyo. Karibu. Asante love. Umekuja muda huu hapa bila taarifa vipi? Eti shemela. Mtu kuja kwa mpenzi wake lazima atoe taarifa. Mna muda wote ukiamua. Haya basi tuachane na hayo. Karibu sultana wangu. Asante love. Ana, uone wenzako wanavyopenda wapenzi wao. Rudisha moyo wako nyuma basi kipenzi changu. Bro. Acha basi mimi niwaache. Nipo nje hapo. Angalia mazaga kidogo. Sema. Mbona kopi inaonekana kama yuko sawa? Na nini? Wamekosana na Ana. Maskini. Si muombe msamaha ili aishi kuliko kuendelea kuteseka. Hata mimi naniuma sana. Sana tu. Ila nitafanya kila aina ya hila ili anarudi katika imani ya dogo. Sawa pia. Na hivi vitu vikitia hapa kitani. Nilijua tu utauliza. Hivi vitu bwana nimetoka kununua ndugu yangu kama zawadi kwako. Asante love. Vizuri.
dhamira ya mguuni wako. Walipi Rupia? Kopia amekuwa ni mtu ambaye amekosa furaha, lakini yote ni kwa sababu yako. Hapana Rupia. Kopia haifanya shujaa nchi kavu. Hivi, unadhani Pusai kwa alichokifanya kweli? Ana, sikuja hapa kwa ajili ya kukuhukumu kwa nini unamtesa Kopia. Hapana. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumwombea msamaha Kopia. Hivi ulishawahi kujiuliza mara mbili kwa nini Kopia ameweza kumhukumu kipofu? Ulishawahi kujiuliza? Basi ni wivu. Kopia anakupenda, ndio maana amefikia hatua ile. Lakini pia hakujua kama yule ni kipofu, na hilo ndio jambo ambalo linalomuumiza sana sana. Ana, mimi na Kopia tuko wawili tu. Kopia ndo ndugu yangu. Akikosa yeye furaha, na mimi pia nakosa furaha. Akikosa amani, na mimi pia nakosa amani. Sasa kwa nini tutese wawili wakati wewe upo? Namchukia sana Kopia. Hawezi kuwa mwanaume sahihi kwangu. Mwanaume asiyokuwa na huruma kwa walemavu. Hawezi kuwa baba kwa watoto wangu. Siwezi kumpenda. Kila siku namshauri Kopia aache bangi. Aache usela usiokuwa na msingi kwake, lakini asikii wala haelewi. Skendo zote tulizoziona hapa mtaani Kopia anahusika. Wizi yeye. Usela yeye. Anapora mali za tafutaji Kopia. Lakini la kumpiga kipofu. No, this is too much Rupia. Nimechoka. Nimechoka Rupia. Ana, kila siku itwayo leo sisi tunamkosea Mungu. Kila siku itwayo leo. Lakini Mungu ameweka milango yake ya toba iko wazi. Ukitubu anakusamehe. Sembuse mimi na wewe. Ana, kama hujawahi kumkosea mtu toka umezaliwa, basi utaweza kumsamehe Kopia. Maneno. Vipi tena? Maoka. Kuna nini? Mama, nimemkuta Maneno akiwa na wewe mzenifu mwenzie. Tena bila hata ya aibu amethubutu kupeleka na chakula. Yeye anatoa chakula huku nyumbani anapeleka chakula kule. Huyu anathubutu kufanya vitu kama hivyo. Haya ni maadili gani mama? Sala mwanangu. Hivyo ugwenda pungu balanjira buli, Nguna ku balanjira kila siku jwajula ngawa jwashile hu. Hapa no pantapo we pano wanakungunanga matapu. Ina maana akafa. Kwanza hana maadili mazuri. Wewe una maadili. Ndio hivyo kufundisha hivyo. Nakuuliza. Baba, una chochote cha kuongea? Muongee chochote? Baba, jaribu kuongea kitu chochote kabla sijafanya maamuzi ya mkononi mzee. Samahani sana wazazi wangu. Najua jinsi gani nawakosea. Nasema na moyo wangu. Nampenda sana yule kijana. Hisia zangu ziko juu yake. Naomba baraka zenu niweze kuolewa naye. Pumbavu mkubwa we. Hivyo
Unazijua gharama tulizokugharamia kwenye malezi yako? Halafu wewe una maadili. Leo hii unaamua kutuvua nguo mbele za hadhara. Kweli mwanangu? Unatutukana sisi? Mwanangu, jifikirie unakifanya kitu gani? Salama mdogo wangu. Hivi una akili kweli wewe? Una akili wewe? Timamu kabisa? Hivi wewe unakuthubutu kuingia kwenye mahusiano na mtu wa ajabu kama yule? Mtu ambaye hajui hata nini maana ya imani. Hivyo ndio tulivyofundishwa na Mtume. Wewe hujui maadili? Mbona tuvunjia heshima kwenye familia yetu? Una nini wewe? Nakuuliza wewe. Sasa nini maana kufundisha dini? Nini maana yake? Nepungua lanja nela akakulomba jwe jula pano. Nembali pano. Sikiliza wewe Mahaluni. Kuanzia leo naomba achana na mdogo wangu. Babu, naomba nisikilize ujue. Ujue wenzako akifika hapa kwanza salamu ujue. Ndio kitu cha msingi ujue. Ndio nakwambia, ushaelewa? Afu usijifanye shehe sana babu, unaijua dini babu. Wewe usijifanye shehe afu mwenyewe mshenzi. Ndio nakwambia wewe mwenyewe mshenzi. Kwa sababu gani? Maandiko yamesema unapomkuta mwenzio kwanza msalimia afu mambo mengine yanafuata. Alafu Mungu ameshakataza mtu kufuatilia na wewe umejuaje kama mimi niko hapa? Kama sio unanifuatilia. Sio unanifuatilia babu, usiniletee mambo yako kizingzongo ujue, ndio nakwambia ujue, usiniletee mazingzongo ujue, nakwambia ujue. Ushanielewa sijui? Naomba nisikilize. Mimi sikuja kwa ajili ya huo upuuzi unaozungumza hapo sasa hivi. Kichonileta hapa na nahitaji kukuambia kwamba achana na mdogo wangu. La sivyo nitakufanya kitu kibaya hautosahau maishani mwako. Babu sikiliza. Mimi kwanza si mwandafii mtu yoyote. Usijui unanielewa? Mimi si mwandafii mtu yoyote afa mwenyewe sikogope mwenye baridi tu ninavyokuambia. Usijui unanielewa? Wewe vipi babu, afu huwezi kuyahukumu mapenzi. Yaani kama wewe shehe, kakae msikitini acha kunifuatilia mimi babu. Wewe mbona unanifuatilia? Afu sikiliza, nisikilize kwa makini. Kwa sababu gani? Uongo kwa unajua ni kungoko na kama mapenzi. Afu mtu yoyote yule asingekuwa anaumia kwenye mapenzi babu. Wewe vipi, achana na mimi nikaushie. Afu mimi kama feeling yangu sitaki uniingilie. Usijui unanielewa? Wewe kama vipi potea. Wewe unajifanya kibri. Kaka Aida. Nakuuliza wewe unajifanya kibri, kichwa chako kimechanganyikiwa Wewe umechanganyikiwa sio? Nakuuliza wewe umechanganyikiwa? Sasa sikiza nikwambie. Nimeongea, siongei tena. Sasa wewe kama unajifanya kibri, mimi nitakunyoosha. Mimi nitafanyaje? Nitakunyoosha. Wewe si kibri. Ndio nakwambia. Wewe huwezi kuninyosha mimi babu, ndio nakwambia wewe tembea. Sawa. Tembea babu, mimi huwezi kuninyosha wewe fala tu wewe kwangu. Ndio napokuambia na siku yote ukiakanyaga mwanangu mimi nachukua dio kofia yani. Ndio nakwambia nakupiga tabisula roho. Nakupiga bisula roho. Sasa mimi nimekaa hapo unakuja unaniingilia kwa stress yangu wewe vipi babu wewe? Hivi unajua kilichotokea leo shoga yangu uko mtaani? Yaani hatari tupu. Shoga yangu. Tajulia wapi mwenzangu? Wewe tena ndio redio mbao wetu. Mambo hapa mtaani yote unayajua wewe. Haya, nipashe. Una habari kwamba mtoto wa shehe amedondokea kwenye penzi la muuni? Yaani haambiwi, hasikii. Corona! Bibi wewe. Ndio habari ndio hiyo shoga. Kwa hiyo ndio imekuwa hayo. Mapenzi! Tena hiyo familia kwa kuona watoto watu wanakosea, wao ndio wanajiona kwa kila kitu wanapatia. Umeona
Nashangaa aliyokuwa. Samahani sana Mungu kwa kilichotokea siku ile. Binafsi najisikia vibaya sana kwa kitendo alichokifanya Kopia. Nisamehe tafadhali. Kweli Ana, mimi nimekusamehe wewe pamoja na mwenza wako. Tena nimekusamehe kwa moyo mmoja. Unajua Ana, kuna kitu ambacho wewe ukijui. Kila mwanadamu ana kipimo chake cha hasira. Kwa hiyo haya mambo nimechukulia kawaida tu. Wala usijaji hivyo Ana, si unanielewa? Sawa Mungu. Nashukuru. Lakini mbona upo hivyo Mungu? Huyu sio Mungu namfahamu mimi. Nini kimekupata? Ana mapenzi. Mapenzi? Yamefanya nini Mungu? Ana, kikweli mimi nilimpenda mtu kama Kopia anavyokupenda. Tena nilimpenda mno. Lakini alikuwa anapendwa na watu ambao wana hasira, na ndio wao ambao wamefanya mimi mpaka leo ni hivi. Ni mwaka wa 3 Ana. Sioni. Ana. Nuru ya macho yangu imepotea. Kweli inaniuma sana. Lakini siwezi kuwajaji. Pole sana Mungu. Haya pia yatapita. Ipo siku nuru itarudi katika macho yako. Utaona tena Mungu. Sidhani. Ila kwa kuwa nishakuzoea ni mtu ambaye wakunitia moyo miaka yote, itabidi tu niingie na imani. Lakini Ana, tukiachana mambo yangu, hebu acha nikuombe ombi langu la mwisho kama rafiki yako. Tafadhali Ana, mpende Kopia kama anavyokupenda. Tena mpende mno. Mimi na imani moyo wa mapenzi uficha kasoro. Na yote hayo nafanywa kwa sababu ya wivu. Hawa walonitia mimi upofu. Kopia alionipiga. Wote hawa walikuwa na wivu wa mapenzi. Tafadhali. Nakuomba kama rafiki yako. Na ile ombi la mwisho kabisa kutoka kwangu. Tafadhali Ana. Kopia anakupenda. Sijafanikiwa kumuona kwa sababu nuru ya macho yangu haipo. Ila kikweli Kopia anakupenda. Kama unahitaji msamaha kutoka kwangu, tafadhali Ana. Ana, si unanielewa? Ana upo hapa unanisikiliza? Asa mbona kwa unijibu? Okay. Utekelezaji ni wa kwako mwenyewe. Mimi nimekuomba kama rafiki yako. Sasa kama unanisikiliza, msamehe Kopia. Unajua Ana, wewe ndio umenifanya nijione mtu pekee. Siwezi kukaa bila ya kuvuta. Lakini toka niwe na wewe, muda mwingine napitisha bila kushika mjani. Nakupenda sana sultana wangu. Halo Kopia. Niambie. Tunaweza tukaonana leo? Ya, tunaweza tukaonana, ila sijui wapi. Popote pale tunaweza tukaonana. Basi poa. Tukutane pale tunapokutanaga kila siku. Basi sawa. Tuonane leo saa 2 usiku.
Haya poa, usijali wala nini. Wow, bro, huwezi amini leo ana kanigongea kidogori mwenyewe ninavyokuambia, ni mwenyewe ninavyokuambia yani. Nakwambiaje? Oya, babu, kaniambia tuonane leo. Yaani wewe kwanza siwezi kuamini. Yaani ile kaniambia tuonane mwenyewe na nakwambia kaya kanyaga. Sasa hivi Usiyabanange sasa, maana wewe mzee wa kuyabananga. Ukiyabananga umefeli. babu. Kwanza sasa hivi nitakuwa makini. Tofauti na vile mara ya kwanza. Ila kuna kitu kingine nataka nikwambie. Mimi nataka nikushauri jambo. Leo fanya utafanyavyo. Au wewe fanya ufanyavyo. Yule demu Salha umuoe. Mimi nakushauri. Yule demu sio kumwacha. Kwani leo wewe kimekukuta kisanga gani? Kile cha asubuhi au kingine? Babu, kingine babu. Kisanga kimetokea mwanangu nilipokuwa maskani. Bro wake salitokea. Yaani bro wake alipotokea babu, kaja pale kachonga sana, kaongea sana. Kaongea tena kanitishia jamani babu. Sikiliza mkwambie kitu. Achana na mdogo wangu, kana mbali sijui ni na nini. Achana na mdogo wangu. Na mdogo wangu mwache na wale wako simwache yani. Na kufanyia kitu mbaya babu. Nilimuona mshamba kishenzi yule jamaa. Kopia. Hata mimi natamani kufanya hivyo. Lakini maisha hayasomi. Afu upande wa pili, sijui kama wale wazazi wake watakubali wale. Wewe pia wewe mbona kwa mshamba babu? Wewe mbona kwa mshamba mwanangu? Mchukue yule mtoto muweke ndani, afu chochote kitakachotokea utajua hapo hapo ndani. Wewe unaposema hivyo sijui muelewi, sijui ni nini, sijui wazazi, sijui hakuelewi. Hayo mambo achana nayo. Mchukue yule mtoto muweke ndani, afu uone kitakachotokea. Hebu acha mambo babu. Mimi ndo nakwambia, mimi ninachokwambia babu. Kopia. Mimi napambana kinoma noma. Na pia nariziki maisha yangu. Yote kwa sababu. Ila tazingatia ushauri wako. Nisikize nikwambie bro. Mimi nakushauri. Na mimi ndio ushauri wangu kwako. Kama utakuwa mzuri uchukue, lakini kama mbaya upuzie. Mimi natoka sasa hivi namfuata mtoto na naweza kukutana naye sasa. Mimi mambo mengine sina. Na ndio nakushauri hicho sirudi tena baba. Usiku mwema. Kama usiseme kwa heri kama unahitaji kuendelea kupenda. Kama unahisi unaweza kuendelea, usiseme kama huwezi kumpenda mtu tena. Rupia. Niambie Salha kipenzi changu. Rupia. Nakupenda. Ila nahisi mapenzi yetu yatakuwa yamefika mwisho. Kwa nini unasema hivyo? Salha. Jua mimi nakupenda. Najua kwamba hakuna Rupia bila Salha. Kwa nini unazungumza maneno hayo? Au kisa umaskini wangu? Umaskini ndio umekuwa sababu? Usiniache Salha. Laiti kama kungekuwa kuna neno lingine zaidi ya msamaha, basi mimi ningekutamkia. Afu mimi naona tuachane na yote hayo. Hebu tuangalie mbele sasa. Kopia mpenzi wangu. Natamani ubadilike. Natamani uwe kama wanaume wengine. Natamani ubadilike ili na mimi nitambe kuwa na mwanaume mwenye kujua thamani ya mwanamke. Acha usela basi. Acha bangi Kopia. Au kama unaona uwezi kuacha kuvuta, vutia chumani kwako, ukimaliza lala. Ukiamka uwe na akili ya kupanga mambo mengine na si kukusanyika na makundi ambayo yana faida kwako. Ana, najua unanichukulia mwanaume katili sana. Lakini mimi sipo hivyo. Ana, mimi sipo hivyo unavyonifikiria. Na mimi nilishindwa kupata msaada wa kindugu. Yaani ni vile unavyotuona tupo wawili tu basi.
baada ya kupoteza wazazi wetu. Ana Rupia alisimama kuwa kama baba yangu. Lakini pia alisimama kuwa kama mama yangu. Hata elimu pia si imetupitia kushoto. Hizi bange usela ndio umenikuza kufika hapa leo. Saha, jua hakuna Rupia bila Saha, na hakuna Saha bila Rupia. Tafadhali usiniache, mimi nakupenda sana Saha. Halo? 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 Shona mapele, shona mapele. Sikupata elimu yoyote na niliishi maisha ya kichokola toka tukiwa wadogo. Nafikiri bange ndo zimenikuza. Usela ndo umenikuza mpaka nafika leo hapa. Nikiuacha, unafikiri mimi napata kazi gani Ana? Sina elimu. Pole sana Kopya. Hayo yote ni mapito. Na kila mwanadamu ameumbwa na historia yake. Cha muhimu upo hai, unapumua na una afya njema. Huna budi kumshukuru Mungu kwa hilo Kopya. Nashukuru sana Ana. Anyway, mimi nimepanga na naishi peke yangu. Unaonaje ukae tukaishi wote Kopya? Sitaki kuona ukiwa na huzuni. Tuishi wote Kopya. Hilo sio baya. Ni wazo zuri. Lakini Ana pia nashukuru kwa kunijali. Kikubwa nahisi kama kakaangu nitamwacha upweke sana. Na wala sielewi itakuwaje kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana. Kopya, wewe ni mtoto wa kiume. Hamwezi mkaishi pamoja siku zote. Lazima kuna siku kila mtu ataenda kuishi maisha yake na mkewe. Njoo tuishi wote tafadhali. Please. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Karibu. Asante Shimdali. Vipi, mbona mnyonge hivyo? Kuna tatizo? Rupia yuko wapi? Rupia sijui yuko wapi kwa sababu mimi nilikuwa sipo.
Lakini huu mlango pia mimi nilikuta upo wazi. Na imani atakuwa maeneo haya karibu. Vipi? Kuna shida? Basi kaa umsubiri. Atakuja sasa hivi, sawa? Hakuna kuongea lolote. Kaka unafanya nini? Mwanaume anapofanya jambo lake, wewe mwanamke unatakiwa kukaa kimya. Lakini sasa brother, mimi mbona mimi Wewe tulia. wangu mimi naomba msikizeni basi. Leta mkono. Mimi ndo kumuita mwenyewe, subiri bro. Sikiliza basi. Sikilizani basi bora mnatutea. Naomba tulie. Ama leo kumbambo ale vibaya wewe bwana mkubwa. Hakuna chumbani kule kufanya nini chumbani? Mtoto wa watu wewe, mwana haramu mkubwa. Muokozi. Hatiza. Leta mkono. Subiri basi naomba unisikilize basi. Na kuozesha mdogo wangu Saha binti huko kwa idhini ya baba yangu mzee huko. Umekubali? Lakini sasa bila kubali vipi? Bila kubali vipi? Nakuuliza bila kubali vipi? Sawa, nimesikiliza. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Na kuozesha mdogo wangu Saha binti huku kwa idhini ya baba yangu mzee huku. Je, umekubali? Kubali sasa wewe. Umekubali? Haswa ulizwa wewe jibu unapoulizwa, viereje wajibu vingine. Ebo, tazama hivi vinywele vyake. Sheikh, tayari, hamna kitu tayari. Tushamaliza Sheikh. Tuone dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mapenzi yanakuja kwa wale watu ambao bado wanatamani, wana matumaini, kwa wale waliowavunja moyo, kwa wale ambao bado wana imani hata kama bado wanasalitiwa. Shoga yangu, haya wewe sasa amekuwa. Yaani sio kwa kilichotokea hapa mtaani. Aibu tupu shoga yangu. Yaani hatari tupu, vurugu mai mambo. Sasa shoga yangu si bora yeye ameolewa wewe. Wewe usiniambie habari kama hizo wewe. Ndoa ile nayo inahesabika kwa ndoa? Ndoa haina matashtiti, ndoa haina vigelegele, ndoa haina mashamsham. Yaani ndoa imepooza utasema kukua mdondo. Mwenzangu hapana, siwezi. Yaani bora mimi nisiolewa shoga yangu. Nimekaa najulikana sijaolewa, sio kwa ndoa ile mama. Kwa ndoa gani ya mkeka shoga yangu? Corona. G
Inakuwaje mwanangu, unasahau umezaliwa duniani we uje kupambana, so kulala kimama mama unakaa kile, utakuja we mwenyewe utashangaa. Haina noma mwanangu, haina kuzubaa, pambana unavyoweza, ka unaweza koma kaka, achana upumbavu. Maisha so mapenzi, maisha ni ukakamavu, like oh yeah. Oya Rupia, mzee baba. Vipi mzee? Yaani mimi na flow mwanangu, najua labda utanipa company, kumbe wewe umekaa una stress mzee, unalia afu uje maskani utakuja kutia aibu babu. Mambo gani sasa ya ajabu hayo? Unajua mzee baba, nikwambie kitu, haijalishi wewe ni kiasi gani unaumia kwenye maisha yako. Afu kinachokuumiza wewe ni mapenzi. Unajua? Yaani kuna vitu vya kukaa ukawaza mzee, lakini sio mapenzi anytime. Unalia unawaza hivyo wakati mtu ulempoteza bado yupo kwenye damu yenu mwanangu. Yaani wewe ni mdogo wako, yule ni damu yako. Wewe unawaza hivyo nini mwanangu? Mimi nimeshapoteza watu mwanangu katika hii dunia mzee, kama nafikiria hivi yani naamua kuwaza. Acha mwanangu yani, naamua tu kuondoa hizo feelings, unajua? Lakini nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Rupia, nisikilize mwanangu. Ninachokushauri mimi, sawa? Fanya kama kijatokea kitu. Sawa mzee? Fanya kama akijatokea kitu. Ili hali mzee una afya njema yapo na limwili lizuri babu. Swala ni kupambana mwanangu. Tutafute maisha, so mapenzi babu. Umeona bwana? Lakini kuna muda yani mimi mwenyewe na feelings nanijia yani nashindwa hata kuamini imekuaje yani imekuwa kuaje paka Kopia akaweza kumooa shemeji yake afa anajua yule wewe demu wako, yani imekuwa kuaje yani mzee. Chikitu sema nini? Jikaze mwanangu. Rupia, oya. Tozo. Hilo ndio jambo mimi ambalo linaniuma. Hilo mimi ndio jambo ambalo linaniuma. Jikaze mshikaji wangu. Jikaze mwanangu. Mapito tu babu. Unajua ndio maana nikasema kuna maisha baada ya mapenzi. Ongera kwa kuozesha. Umetumwa. Ujisikii hivyo? Mwenzako sasa hivi anajilia vya kiki halali kabisa. Na kushangaa wewe, sijui unakoma wapi. Cheki mimi. Majali ya Mungu alivyoniumba. Na kushangaa wewe. Kuto unang'ang'ana vibao mbao. Na kutuacha sisi wenye siku zetu. Kwa na mimi upate raha za dunia. Asha, umechelewa jamvini. Kalamu imeshaliwa. Asha, umechelewa jamvini. Kwa kipi ulichonacho? Nimechelewa nini? Sala, hautaki kuendelea kulia. Kwa sababu unavyolia unajiumiza sana. Kwa sababu ya mambo yameshatokea na hatuna jinsi. Kinachotakiwa tuangalie tutafanya nini na sio kulia Sala. Kopia. Nimeweza kugombana na wazazi wangu. Kisa Rupia. Yaani mpaka sasa leo nini kinaendelea? Nahisi kama naota. Sala, usiseme hivyo. Maana mimi mwenyewe alionikuta ni makubwa sana. Yaani mimi nahisi kabisa nimepoteza damu yangu. Tulikuwa tunasaidiana kwenye shida na raha.
na tulikuwa tunaishi wote toka tupo vichikito kabisa. Na sijui kama atakuja kunielewa kwenye hili jambo. Mimi nashindwa kuelewa. Lakini kubwa kabisa, nimekuja kupoteza upendo ambao nilikuwa naulinda muda mrefu. Sala, wewe unafahamu fika jinsi gani ninavyompenda Ana. Wewe unajua Ana mimi nampenda. Jana tu nimetoka kumdondokea na yale ni bulahia fresh. Yaani fresh na alinielewa. Lakini leo sijui ibilisi ametokea wapi. Nashindwa kuelewa, sijui shetani gani aloniingilia kwenye furaha yangu. Nimepoteza upendo wangu. Amenipotezea ndugu yangu. Yaani sielewi kama Ana atanisamehe. Na wala sielewi kama ndugu yangu atanielewa. Bala kile unapozungumza mtu, yani nashindwa kuelewa. Wao ni watu wananikataa. Ila tu ndo najikaza. Yaani hata sielewi nitafanya nini yani. Hata sielewi nini kinatokea. Rupia, kokote ulikojua nipo kwa ajili yako. Njoo hapa kidogo tuongee. Shughuli yangu umependeza mwenyewe na wigi lako. Sijui ndo shingapi. Ai siwezi. Sasa shughuli yangu na uzuri huo, mtoto ukipita yani ile, yani umetua tu same kila mtu yani atakuona wewe. Na uzuri huo, hivi kweli kabisa wewe ukawe na yule muhuni? Mbona muendani? Yani hata kidogo shughuli yangu. Unatia aibu. Maneno yako na sura yako yanaonyesha kusawa dada Mwanga. Na kama umeamua kulisimamisha mimi mchana kweupe, yani inamaanisha wewe kuanga umezoea mchana kweupe. Sasa sikiliza. Fuatilia anakuhusu. Mambo yangu mimi hayakuhusu. Tena koma. Koma wewe mwanamke kulifuatilia. Muone kwanza. Macho yamekutoka kama Mwanga alichelewa kurudi. Kafua kidole chako cha bukujelo ipo nyao. Kwenda huko. Una lolote kwanza nilikusifia bure tu, una uzuri wowote. Wigi limekaka chafu najikuta eti ngenge. Kwanza nikiwekwa mimi na wewe, mimi mwenyewe mzuri. Unanionaje kwanza? Sala, na kuahidi sitokugusa kwa heshima ndugu yangu. Sawa, nashukuru kama unanijua ile shemeji yangu. Basi naomba usiwe na wasiwasi. Na hili litapita, sawa? Sawa.
Basi acha mimi niende nikamsake. Ili nimpange. Anaweza kanyelewa kimazingira. Sawa. Usiwe mnyonge. Nitarudi naye sawa? Basi poa, baadaye. Hey, afadhali nimekuona baba wewe. Yaani una haya wewe mwanaume usiojua vibaya. Ovyo unatia aibu ndugu yangu. Hivi kweli wewe wakwenda kumuoa shemeji yako? Hivi ujisikia hata vibaya yani? Kwa hiyo ina maana siku zote kaka yako alivyokuwa anamleta yule mwanamke mwenye ndani ulikuwa unamtolea mimacho tu. Yaani uko unasubiri ateleze tu kidogo ili ujibebe mzigo. Tabia mbaya hiyo. Wewe ulikuwa unatakaje? Nakwambia tu ukweli. Ulichokifanya sio kizuri. Usiambie ukweli wewe nani bwana? Kwanza usinitolee mimacho mimi bwana. Dione. Dume zima ovyo unashindwa kutafuta wanawake wengine huko mpaka ukatembea na shemeji yako. Una hata haya wewe. Lo, Pierre. Nilimwingilia, unajua zile. Yeah. Oya, msaliti wewe anakuja wewe snitch. Oya, inakuwaje waone? Sheria dogo vipi bwana unakuja ile kama informa au sheria za kambi uzijui mwanetu? Hamna mwanangu, hamna issue. Lakini kaka kaida ogo. Fresh babu. Utawala hapa wenyewe. Pia. Naweza ngakupanga mara moja. Sikiliza dogo, kaa mbali na mimi kabisa, usijisaulisha nakwambia. Kaa mbali na mimi. Bro, sina maana kupata tokee. Nimeshakwambia kaa mbali na mimi. Unataka uso hapo. Tuambie kama hivyo maneno sikiliza. Mwache. Mwacheni kwanza. Mnamwacha kwanza tukamsikilize. Oya. Wae sio kweli lakini machizi. Wae sio kweli wewe. Wae sio kweli. Wae sio kweli machizi. Mbona unacholesha maskani wewe mjomba wewe sema wewe mbona utadharau. Afu wewe mjomba wewe. Ende kwanza wewe mjomba wewe. Ende kwanza usitadharau mjomba wewe. Wewe kopi usikiliza nikwambie kitu kimoja au sio? Blaza yako ameshakukataa. Unatafutia matatizo kwa maskani mambo gani unaleta ajabu babu sikiliza wewe jikatae. Hakuna anayekufagilia hapa. Au kama muone ushamba unaleta. Usije tushakukataa kama ukataa kaka yako wewe nenda usije utetea maafa. Tembea. Mambo gani unatetea ajabu bwana? Nenda bwana. Sarau, wewe mwanangu wewe nenda na usirudi masikanyage tena hii. Mshamba wewe. Mshamba. Sio mambo bwana hayo. Sio mambo. Cheni tu mambo hizo. Mambo gani? Niambie amesemaje? Naomba usinifiche. Hamna kitu. Na hapo mkononi nimefanya nini? Amekataa eh? Niambie amesemaje? Kopia, mbona usemi kitu? Najua amekataa. Najua amekataa. Ana. Mimi sistahili ya sababu natumikia kwa sasa. Naomba mpenzi wangu nilipite basi nisamehe. Naona umeweza kuniletea mashauri yako Kopia. Kaa ukijua sitakuja kuli katika himaya yako. Nimevumilia vingi sana. Basi natosha Kopia. Nimechoka. Ana, usiseme hivyo Ana. Hebu angalia kwanza macho yangu Ana. Uone chochote? Angalia macho yangu Ana, hata kitu chochote kile uone wewe kweli?
jina lako niandika katika moyo wangu. Niliogopa kuandika kwenye ubao. Nisitakuja mtu na taarifa. Pia niliogopa kuliandika katika mawe. Nilihisi mvua itanyesha na litafutika. Nikataka kuliandika katika majani. Nikashindwa. Nilihisi wanyama lao majani watarira. Nikaamua kulihifadhi katika moyo wangu. Maana hakuna binadamu yote anaweza kulifuta zaidi ya Mungu pekee. Sihitaji kuona macho ya mnafiki Kopya. Macho yasiyokuwa na huruma kwa mtu anayekupenda kweli Kopya. Naomba utoke nyumbani kwangu. Toka kabla sijakuitia mwizi. Lakini Ana, naomba unisikilize. Naomba utoke Kopya. Ana, naomba mara. Toka, tafadhali toka. Rupia. Kwa nini unautesa moyo wangu? Kwa nini? Hayo maneno yako angekuwa ya ukweli, usingeweza kuolewa na mdogo wangu. Saha, wewe ni mnafiki. Wewe ni muongo. Wewe ni chui uliyejivisha ngozi ya kondoo. Sikutegemea kama ungeweza kufanya kituko kama kile. Sawa. Na kuomba tafadhali ondoka. Sihitaji kuona sura yako tena. Sihitaji. Naomba utoke. Nisije nikaenda jela. Lakini mimi nilikuwa Toka! Naomba utoke. Nenda. Please. Please. Nenda. Lakini Ana, mimi nataka turekebishe, tuongee, tusahau yote Ana mambo. Toka Kopya. Lakini Ana. Please. Sihitaji kusikia chochote kutoka kwako. Nenda. Rupia. Kile unalifanya sasa hivi hapa. Nimekusa. Ila hii siku haitarudi nyuma. Utaikumbuka hii siku. Utakapokuja kubaini kuwa sisi hatuna makosa. Oya mashe. Oya. Oya nyie. Vipi? Hivi ni watu gani msoko na huruma nyinyi? Mmefanya maisha binti yenu kutokuwa na furaha. Na niliwaambia kabisa mimi sihusiki. Mmesababisha mimi damu yangu imepoteza. Damu yangu inaona mimi msaliti kwa sababu yenu. Twende mkamchukue mtu wenu, mimi sinakwambia. Wewe, nimeshakwambia ondoka tafadhali. Wewe hebu ondoka bana wewe. Nini brother? Unatumia Jasba. Tumsikilize, tumpe fursa ya kujielezea. Hivyo una akili timamu kweli? Nakuuliza una akili timamu wewe? Really? Wewe unaweza kumsikiliza mlevi kama huyu? Mlevi atakwambia nini mlevi wewe? Uko sahihi kweli? Wewe uko sahihi? Hebu fanya uondoke bwana wewe. Ondoka. Mimi nakwambia ndio utamchukua. Nasema ondoke bwana, usiteke wewe bwana. Wewe nakwambia. Wewe fanya uondoke. Mbavu mkubwa wewe.
Brother, hivi unafikia kwa akili zako timamu unaweza kupata kitu gani kutoka kwake yule? Atakwambia nini yule? Mbona unaleta mambo ya ajabu babu? Baba Sara, mimi nikiwa kama mzazi, kitendo mlichomfanyia mwanangu Sara sikulizika nacho. Roho inaniuma sana, tena sana. Mama Sara, mke wangu, kila mchunga ataulizwa kwa alichokuchunga, na sisi ndio tunamchunga Sara. Uone kama tumeondoa adhimu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sara angeshika mimba, macho tungapeleka wapi? Ya nje ya ndoa ya ule mume wake. Mtoto nje ya ndoa. Hata kama Baba Sara, Sara ni mwanangu, nimemweka tumboni miezi 9. Akazaliwa kwa uchungu na jina tukampa Sara. Leo hii mnamuozesha kama mzoga. Kweli mume wangu? Mke wangu, Mwenyezi Mungu anasema mali zenu na watoto wenu ndio fitna kwenu. Sara alikuwa ni fitna kwetu mama. Alikuwa hasikii. Sara alikuwa haambiliki. Hayo ndio maisha aliyochagua. Sara, ndio umefanya nini Sara? Ndio umefanya nini Sara? Nilikwambia atakusamehe Sara, nilikwambia atakusamehe. Sara, leo nitachelewa kwa hili, leo nitachelewa mama wangu, leo nitachelewa. Nione huruma. Sara, nione huruma basi Sara. Sara.
Kopia. Kopia. Vipi? Una matatizo gani? Mbona kuja na damu hivyo afu useme una tatizo gani? Eh? Kopia, sinakuuliza kuna nini? Eh? Si useme. Umeua Kopia. Siwezi kukuacha salama Kopia. Lazima ulipe haya machungu. Lazima ulipe haya machungu Kopia. Siku zote mwenye mapenzi ya kweli hawezi kukubali penzi lake lipotee kirahisi. Wewe ukumpenda sana, wewe ukumpenda. Na ndio maana ukukubali mimi nikae naye huko ndani. Sara aligombana na ndugu zake. Aligombana na wazazi wake kwa sababu yako wewe. Aliamua kupoteza maisha yake kwa sababu yako wewe. Lakini wewe huoni chochote kile. Angalia binti maskini, binti wa watu. Kaolewa na mtu ambaye hakumtarajia. Furaha yake iko wapi? Furaha yake iko wapi Rupia? Lakini wewe ukujiuliza. Ukujiuliza jinsi gani mimi napoteza penzi langu kwa sababu yako? Ukujiuliza. Wewe kujua kwa sababu gani mimi napoteza penzi langu? Umeamua kunihukumu mimi kama ndugu yako. Wala kufikiria tulipotoka. Wewe hujui hilo. Ndoto zangu zimeishia gizani. Rupia alikuwa ni taa ya chemri iliyopo kwenye msitu mzito wenye giza kinene ambayo ilishindwa kumulika msitu mzima. Namshukuru shemeji yangu kwa kunilindia heshima yangu. Lakini aliyemlindia hakunitaka tena. Nisamehe kwa uamuzi mzito niliochukua. Najua nitakupa wakati mgumu, lakini sina jinsi. Nyumbani sikuwa na nafasi tena na yule ndiye mtegemea. Nimtegemea kuwa ni furaha yangu, ndio amenikataa. Mwambie Rupia nilimpenda. Tena nilimpenda kuliko chochote. Nenda na barua hii. Nenda na barua hii kwa Ana. Mpe aisome. Hataelewa. Mbaki na maisha mema duniani. Kopia yuko sahihi sana kichangu. Ulifanya maamuzi kabla ya kufikiria. Ulifanya maamuzi ukiwa una imani kichangu. Ulisahau kwa damu yako haiwezi kukuzuru mzee. Matatizo yote haya, yote ni sababu yako. Yaani yote ni wewe. Ubaya wote ulomba Kopia, yote ni wewe mzee. Wakati mwingine nilikuwa siamini, nakwambia siamini. Nilikuwa niko sahihi mzee.
Kitu ambacho kinahuzunisha kwenye maisha ni kukutana na mtu ambaye ana thamani sana kwako, lakini haikupangwa kuwa na yeye pamoja. Mlango wa furaha unapofungwa, unaweza ukadhani milango yote imefungwa. Kumbe kuna mlango mmoja upo kwa ajili yako, lakini huwezi kuona. Ni ukweli kwamba huwezi kujua ulichonacho mpaka ukipoteze. Lakini pia ni ukweli huwezi kukijua kitu unachokikosa mpaka kinapokuja. Ana. Rupia nimemwacha hata sijui anaendeleaje. Rupia amekamatwa na yeye pia. Yote najua Kopya. Nimekusamehe. Ondokeni, mtakufa. Nenda, mnatafutwa. Nenda Kopya. Mfuate mtu ambaye anaweza kukufanya utabasamu, kwani tabasamu linaweza kugeuza siku za giza na kuwa siku za nuru. Maisha stress, maisha so mepesi, maisha ni vita, maisha kupambana, maisha kutafuta, maisha kila kona lazima mchaka, maisha yanatesa usipokuwa na pesa, wahuni tunakesha usiku kucha, maisha yana stress. Tunakimbizana na maisha.
maisha tunakimbizana na maisha tunakimbizana na maisha na maisha